Assalamu alaikum wa rahmatullahi ikhwani fillah. Leo tupo katika mwendelezo wetu wa ndoto zetu, na leo tutakwenda kutazama ndoto ya kumwota mtoto mchanga usingizini. Ndugu zanguni, tumetafsiri ndoto kadha wa kadha, na pia tumekuwa tukidarasishana na kuelimishana namna ambavyo ndoto zinavyokuwa katika maisha ya wanadamu. Na mara nyingi huwa napenda kuambia watu kwamba hizi ndoto zinakuja katika mlango uliofungwa. Maana yake mlango huo unahitaji kufunguliwa. Kuna mtu anaweza akaota kamuona nyoka mweusi, au kuna mtu anaweza akaota kamuona nyoka mwekundu, ima kuna mtu anaweza kumuota kamuota nyoka wa njano, kuna mtu anaweza akaota kamuona nyoka wa kijani. Ndoto hizi zote zinakuwa zina maana zile tofauti tofauti. Ndoto hizi zote inategemeana na wewe mwotaji, namna gani ulivyoota ndoto yako. Lakini pia kuna mtu anaweza akaota anamuota simba ima ng'ombe. Zote hizi zinakuwa zina habari na bishara na dalili tofauti tofauti. Ndiyo maana mara nyingi huwa napenda kusema ndoto yako ndiyo maisha yako. Ndoto ni kitu cha msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Ndoto ni kitu cha umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na unapokuwa umekosa kuota ndoto, amini ya kwamba katika wale wahanga ambao wenye matatizo namba moja, inawezekana wewe ukawa ni muhanga katika matatizo. Ndugu yangu, leo tunakwenda kutazama ya arru'yati tiflu, ndoto ya mtoto. Hii ndoto mara nyingi watu huwa wanaota ndoto kama hizi, lakini hawajui nini maana ya ndoto walioiota wala kilichojificha ndani ya ndoto. Mfano wake ndoto hii tunayokwenda kuitazama siku ya leo, ndugu yangu mpenzi mtazamaji, ni ndoto ambayo inatakiwa na wewe uifikirie, lakini pia uitazame kwa makini sana, kwa sababu ni ndoto ambazo zimezosheheni hususan katika maisha yetu. Kuna mtu anaweza akaota ndoto hii akaipuuzia, lakini mtu yoyote ambaye anaota ndoto, maana yake ni ujumbe ambao unaotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu anaota ndoto, inawezekana kuna baadhi ya watu wanaoteshwa na mashetani.